ni nzuri, lakini nikajiandae, mimi nataka kujua bei na nini, kwa sababu niko katika hali zetu zile, hali za kike. Utarudi kweli? Nitarudi kabisa, mimi mwenyewe nimekuelewa. Yani wewe mwanamke kabidi ajishushe, mimi mwenyewe nimekuelewa. Basi mganga, angalia maajabu, mganga anataka hela, lakini mganga akachukua laki ya nauli kampole mwanamke. Yule mwanamke alipotoka kule akasema hapana, akaenda mpaka kwa rafiki yake. Kaambia, rafiki yangu, kwani umenifanyia nini? Ndio umenipeleka wapi? Akaambia, kwani umefanyia nini? Akaambia, mganga ulinipeleka kanifanyia 1, 2, 3. Yule rafiki yako unajua alichomwambia? Haambia, hayo tu. Mwenzio mimi nimefanywa makubwa kuliko hayo na mambo yangu super. Sasa makubwa kuliko kuvuliwa nguo na kuopakwa mafuta na mwanaume asiyekuwa wako ni makubwa namna gani haya? Chafu. Kwa hiyo nikamwambia huyu mama, fanya dua. Dua gani? Mimi nikamwambia tumia sasa neno hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tumia haya maana kila unapomaliza kusali itaje hata mara 200 mara 300, lakini mswalie sana mtume, alafu unamuomba Mwenyezi. Nikampangia utaratibu ambao ni mrefu, nilimpangia, nikamwambia nenda utumie. Yule bibi akawa anatumia. Kapita muda. Siku moja nikapigiwa simu na mtu, bwana unaitwa wapi? Maji Matitu. Kuna bibi anakutafuta sana, uni mwezi anakutafuta. Uko wapi? Nikamwambia mimi sasa niko Kariakoo. Nakuja. Bwana akaja akaniletea 50 ya nauli. Twende. Kafika mpaka Maji Matitu. Nimefika pale. Yule bibi ananiambia, Sheikh Ibrahim, majibu ya dua Allah ametoa. Nini? Nimempata mfadhili amenijengea nyumba. Ilikuwaje sasa? Huyu bibi ni anajua majani ya magonjwa ya watoto wadogo. Unajua watoto wakizaliwa kuna magonjwa yale. Sasa kuna Mwarabu mmoja alizaa mtoto, mke wake akawa anasumbua. Mwarabu anakaa Kariakoo, siwezi kumtaja jina. Yule mtoto wake akawa anasumbua kwa muda, ameenda hospitali, amehangaika, mtoto anasumbua. Akaelekezwa kwa yule bibi. Yule Mwarabu akaenda na mke wake mpaka yule bibi. Yule bibi akachukua majani akapona akampa. Yule Mwarabu akawa anachukua shilingi 20,000 ampa yule bibi ya sadaka. Yule bibi anambia, hapana, mimi natoaga sadaka. Sawa. Yule Mwarabu akaenda. Yule mtoto akapona, Mungu akaleta, maana kupona ni kwa Allah. Yule mtoto akapona. Yule mtoto alipopona, yule huyu Mwarabu huyu ambaye kwa hapa mjini anamiliki sheli nyingi sana, akaona pana, nimfuate yule mama. Akamfuata. Mama, naomba unielekeze ile dawa. Mama akasema, yeye twende nikuelekeze, ni majani haya, ni majani ajali. Sasa yule Mwarabu akawa anafikiria maisha huyu mama, hali alionayo, dawa hii mtoto wangu amesumbuka, waganga wameshindwa, huyu amemtibu kwa majani ambayo tumeona ameyachuma yote na amenielekeza na bado hajaniomba hela. Hapana, moyo ukao kama nitashindwa kumsaidia huyu nitamsaidia nani? Ndio akamuuliza, kwani unaishije? Maisha yako naona duni. Yule bibi ndio akawa anamhadithia. Yule Mwarabu akamwambia, mimi kwa namna ambavyo nimeletwa na Mungu kwako, bila shaka natakiwa kusaidia. Unaona Maji Matitu mali asili pale. Kwa nyuma. Alimjengea nyumba, vyumba 3 na sebule, akampa msingi. Yule bibi sasa hivi ni mjasiriamali mkubwa, japokuwa amekuwa mtu mzima. Mashaallah. Ilitokana na nini? Na dua. Mama wake ambaye alifanya kutokana na dua. Kwa hivyo niwaombe sana Waislamu wanaotufuatilia, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, waachane na ushirikina, warudi kwa Mungu, mambo yote tuwapeleke kwa dua inshallah. Shukran sana. Ni Sheikh mhadhiri huyo Ibrahim Khamis Mbaruk Labanga, sio Lubango maarufu sana kama Mkongo, tukiwa naye leo katika wadhakir, na akihitimisha hivyo mada yake ambayo inazungumzia kuhusiana na umuhimu wa dua. Tujaribu kupitia hapa baadhi tu ya ujumbe wa watazamaji wetu. Anaitwa Now89, anasema mashallah, leo tumesafiri hadi Kongo, lakini pia akisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kutokana na kisa ambacho umekizungumzia hapa. Lakini Shemsa Ali anasema mashallah, mada nzuri sana leo. Shukran sana mhadhiri wetu, Allah kulipe khairi kwa ilmu uliotupa. Lakini Sheikh Ibrahim Kishki all the way kutokea Saudi Arabia kwa kitazama hivi sasa, anasema mashallah tabarakallah,
Allah ahifadhi kwa mada nzito ya dua. Kutokana na umuhimu wa dua, watu wakithirishe kuiombea nchi na kuombea viongozi wetu, na tuwe na tabia ya kuombeana dua njema. Asante sana Sheikh Ibrahim Kishki. Lakini pia Sheikh Abdullah Masawi anasema mashallah. Aktiwa pia Mafunda Khatibu anasema shukran sana kwa mada nzuri, Allah azipokee na azikubali dua zetu. Oman Ibrahim asante sana. Lakini pia shukran kwake Furaha Mosi, Hijra Majid, Ziada Rashid, Mafunda Khatib, Halima Omwayi na Shemsa Ali Ruqayya pia asante. Nimekuona pia vile vile ndugu yangu Amina Suleiman, Aisha Abdul na wengine wote ambao kwa hivi sasa mnaendelea kutuandikia. Sheikh Ibrahim Kishki amerudi tena, anasema nasaha watu ambao hawajui taratibu za dua wachukue tahadhari sana na baadhi ya watu wanaofanyia watu dua. Wengine anasema wengine ni washirikina, wanajificha kwenye mambo yao ya kishirikina kwa mgongo wa dua. Ni ushauri wa kwake Sheikh Ibrahim Kishki akituangalia katika eneo hilo. Lazima tuwe na tahadhari. Naam. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la watu wengi kuwasomea watu dua. Dua pia ni taaluma. Kwa sababu tumesema ni ibada. Huwezi kuongoza ibada kama huna elimu ya ibada ya hiyo unaongoza. Hivi unaweza kuwa imamu wa kuwasalisha watu na huna elimu? Hapana. Huwezi kusoma Qur'an. Hapana. Kwa lazima kwanza anayewasomea watu dua awe na taaluma ile ya nini? Ya dua, kwa sababu dua ni ibada. Unapomsomea mtu dua unapata thawabu, na yule anayesomewa dua anapata thawabu. Kwa lazima uangalie. Kuna mtu unaenda kwake akusomea dua, anafanya mauzauza. Yaani anakuwa na mauzauza mengi. Unajiuliza hii ni dua au tu hivyo. Kwa lazima watu pia kweli, amenikumbusha Sheikh Ibrahim, wachukue tahadhari sana. Naam. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, Shemkongo bana, nafahamu umeanza dawa muda mrefu sana. Takriban tangu mwaka 2006 tulizungumza, umeniambia ni miaka mingi na karibia miaka 20 ngapi? Naambia kuna tukio lolote ambalo katika upande wa dawa uliwahi kulifanya labda likakuhuzunisha na ukao kilikumbuka kwako haliko vizuri? Shehe wangu bwana, mimi nimesafiri sana katika maisha mengi sana ya kidawa. Nimefanya vitu vingi sana. Lakini shehe, hakuna tukio ambalo mimi bado linaniumiza ambalo nililifanya mimi. Tukio lile bana, nililetewa fitna ya kumpinga Sheikh Kishki ambaye alikuwa yuko kwenye mstari ulionyooka. Nikamshambulia kwa maneno makali sana. Tukio lipi? Sheikh Kishki alikuwa anaelezea mambo ya dua hivi. Kuna kijana alifanya mambo ya mauzauza fulani, nafikiri unakumbuka kipindi hiko. Sasa mimi nikaletea ile fitna, na bila kuangalia, bila kutafakari, nikakurupuka nikaanza kumshambulia Sheikh Kishki. Nilipomshambulia kwa wale maneno, nimemaliza, nimekaa kama siku 2, nikaanza kujiuliza nimefanya nini? Mbona namshambulia mtu ambaye hajawahi hata kunitukana, hajawahi hata kunizodoa, hajawahi kunifanyia kitu chochote kibaya, mimi nimeenda kumshambulia? Ni tukio sheli na niuma mpaka leo. Kabidi nimtafute Sheikh Amiri wetu Rajab Salum. Kampigia kushairi. Kampigia simu, nikamwambia Sheikh, mimi nimefanya 1 2 3. Akaniambia nimeiona, mtafute, nataka nikamwombe radhi. Akaniambia amesafiri. Kwa muda huo nimeishi kwenye maumivu makali sana. Unajua Sheikh Kishki bana, huyu Sheikh Kishki wanaomzungumza vibaya hawamjui, yani hawajamsogelea. Kwa hiyo nikapambana, si Rajabu itakuwaje nifanyie, kwa sababu kila nikifikiria, hata ile clip nikisikiza, nasikia roho inaniuma. Akaona ni please, basi Sheikh tampata tu, mpaka akaniambia sasa amerudi, twende. Tukaenda mimi na Rajabu tu, nikamkuta Sheikh yuko na Masawe hapa. Sasa kwenye kikao pia nikapata kuona tukio ambalo lilinifurahisha. Sidhani kama kuna tukio katika matukio ya kawaida litakalonifurahisha kama hilo.
Nilimkuta amekaa na Sheikh Masabli Abdullahi Masawi. Mwenyezi Mungu amzidishie umri. Mtu mzuri sana. Akanipokea, kakaa. Nikaja nikamwambia Sheikh, mimi nimekukosea, nimekuja kwako kuomba msamaha.